Bwana mambo vipi? Mambo ni aje? Karibu tena katika chaneli yako pendwa ya Elimu Mseto TV. Kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, tunazidi kukuletea elimu ambayo itakufanya uonekane mjanja na pia itakusaidia katika malezi bora ya mtoto wako. Leo katika kipindi cha Afya na Watoto nikuletea sababu ambazo zinapelekea mtoto wako asishindwe kufanikiwa. Je, unajua ni sababu gani? Basi ungana na mimi. Kama basi mara yako ya kwanza, hakikisha una like, una subscribe, una comment na kushare ili kusudi na wengine waweze kupata elimu hii. Bwana, siku ya leo ninakuja kufunza sababu ambazo zitapelekea mtoto wako asiweze kufanikiwa. Je, unasijua ni sababu hizo au ni sababu gani ambazo zitapelekea mtoto wako asiweze kufanikiwa? Basi ungana na mimi ili niweze kujuza zaidi. Sababu ya kwanza ambayo inasababisha mtoto wako au itapelekea watoto wasiweze kufanikiwa katika maisha yao makubwa, tunaanza ni sababu ya malezi duni ya wazazi. Kutokana na changamoto nyingi ambazo wazazi wanakuwa nazo au pilika nyingi za maisha, basi wazazi wengi wanashindwa kuwalea watoto wao katika mazingira mazuri. Wanashindwa kutenga muda wa kuongea na watoto wao. Wanashindwa kutenga muda wa kucheza na watoto wao. Hilo jambo litapelekea mtoto ashindwe kukua katika mfumo mzuri wa kiakili. Pia mtoto atashindwa kupata hamasa au atashindwa kupata maelezo mazuri juu ya maisha au juu ya nini cha kufanya ili kusudi aweze kufanikiwa. Hiyo ni sababu mojawapo. Sababu ya pili ambayo inapelekea mtoto au watoto wasiweze kufanikiwa ni ukosefu wa mahitaji muhimu. Unajua kabisa ili mtoto aweze kukua katika mazingira mazuri au aweze kufanikiwa ni lazima apate mahitaji muhimu. Mahitaji muhimu ambayo tunazungumzia ni sehemu nzuri ya kulala, elimu bora, chakula bora. Sasa kutokana na kukosekana na vitu kama hivyo, basi itapelekea mtoto wako ashindwe kufanikiwa. Hapa nazungumzia katika ukuaji wa akili, hapa nazungumzia katika masuala mazima ya kujiamini, kwa maana mtoto akikosa chakula bora, basi utajikuta afya yake inazorota na anakonda na anashindwa kusonga mbele na anashindwa kukua vizuri. Hivyo basi ili kusudi mtoto aweze kufanikiwa ni lazima basi kuhakikisha anapata mahitaji muhimu kutoka kwa wazazi au na jamii inayomzunguka. Hiyo ni sababu ya pili ambayo inasababisha mtoto au watoto washindwe kufanikiwa. Sababu ya tatu ambayo inapelekea mtoto ashindwe kufanikiwa basi ni sababu ya mazingira. Mazingira yana nafasi kubwa sana ya kutengeneza mtoto ili kusudi aweze kufanikiwa. Hivyo endapo mtoto atakaa katika mazingira ambayo sio rafiki, mazingira hatarishi, mazingira ambayo yatamuonyesha ananyanyapaliwa, mazingira ambayo ataiga vitu vibaya kutoka kwa watu wanaowaona, hivyo basi tuna hakika 90% anaweza akapotea kabisa katika mfumo mzima wa maisha yake ya kufanikiwa. Hapa ninazungumzia kama mtoto wako ataishi na watu ambao ni walevi, watu wanaovuta bangi, watu ambao wanaongea matusi wakati wote, watu ambao hawana mwelekeo mzuri kabisa katika maisha, hivyo basi utamkuta mtoto wako hana mwelekeo mzuri kufanikiwa. Wanasema kwamba ndege wafananao ndio huruka njia moja. Sasa kama mtoto wako akikaa na mazingira ambayo watu wenyewe ambao waliopo hawajawahi kufanikiwa au mawazo yao ni mawazo duni, yapo nje kabisa ya mafanikio, basi utakuta na yeye akili yake na maisha yake kufanikiwa. Sababu nyingine ambayo itampelekea mtoto wako ashindwe kufanikiwa ni sababu ya mfumo duni wa kielimu. Elimu tunaposema kwamba ni mabadilishano au ni kutoa maarifa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, au wenye Kiingereza wanasema kwamba ni transfer of knowledge from one generation to another generation. Unaona? Transfer of skill, knowledge, value kutoka jamii moja kwenda kwa jamii nyingine au kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Hivyo basi tunapoona kwamba kama mtoto wako atakosa maarifa au ujuzi mzuri, basi tunajua kabisa 1% kubwa ya maisha yake yatakuwa ni magumu sana. Atashindwa kufanikiwa kwa vile unavyohitaji.
anakuwa anaogopa kusimama mbele za watu na kuongea yale ambayo yeye yanampendeza au yale yeye anaona ni maoni yake. Ndio maana sasa hivi tuna jamii mbovu ambayo inashindwa kusimama na kuongea kile anachoona sio sahihi. Unakuta mtoto anafanyiwa jambo baya, lakini anaogopa kwenda kusimama mbele kuongea, kusema kwamba nimefanyiwa jambo fulani. Hii ni kutokana kwamba malezi ya mtoto alishajengwa kisaikolojia kwamba hatakiwi kuongea hata kama amefanyiwa jambo baya. Sasa sababu hiyo inaweza ikampelekea mtoto wako ashindwe sana kufanikiwa, kwa sababu atakuwa ana hofu, ana wasiwasi, anashindwa kupiga hatua. Ni kwa sababu umeshamtengenezea kisaikolojia. Nafikiri hata wewe ni shahidi sana wa kuona hata jamii tulionayo sasa hivi ni jamii ya watu ambao wanashindwa, ni kutokana kwamba misingi ambayo tulitengenezwa tukiwa wadogo ni mibovu. Sababu nyingine ninaweza kusema ambayo inasababisha mtoto wako ashindwe kufanikiwa, sababu ya 6 ni malezi ya kupindukia, yani wanaita protectionism, kwamba mzazi anakuwa na high level of protectionism kwa mtoto, yani anamlinda sana mtoto. Akitaka kwenda kucheza mpira, mtoto ameshikiliwa. Mtoto akitaka kufanya jambo fulani, mtoto ameshikiliwa. Yani mtoto anakosa uhuru wa kujaribu kufanya mambo mapya, au mtoto anashindwa, anakosa uhuru hata wa kucheza. Hilo ni jambo au ni mambo ambayo yanaweza kusababisha mtoto wako akashindwa kwenda kufanikiwa. Wazazi wanawashikilia sana watoto, wanashindwa kuwapa angalau uhuru wa kufanya mambo yao. Kuta mzazi ameshikilia sana, basi hilo jambo linaweza likasababisha mtoto wako ashindwe kufanikiwa kwa kiwango kile ambacho kinatakiwa. Hizo ni sababu ambazo zinampelekea mtoto ashindwe kufanikiwa au ashindwe kabisa kupiga hatua katika maisha yake, katika nyanja za kiuchumi, kielimu pamoja na kijamii. Kwa kuhitimisha, naweza kusema kwamba ili kusudi mtoto aweze kufanikiwa inahitaji mjumuisho wa vitu tofauti, ikiwepo jamii, ikiwepo mzazi, walimu pamoja na mtoto mwenyewe. Unaweza kucomment, unaweza kutoa maoni yako, ni nini kifanyike au ni vitu gani vingine ambavyo vinaweza vikapelekea mtoto ashindwe kufanikiwa katika maisha ya ukubwani au hata kiwa mdogo, katika nyanja za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Bwana ni mimi Uncle Ima na watoto. Mpaka wakati mwingine tena tutapokutana.